Tabarĩra ya njera-inĩ citũ ũmũthĩ ĩkũmũrĩka rũgano rwa mũndũrũme ũyũ. Njera oho maikaraga marangĩrĩtwo nginya tũkĩaranĩria nao. Githĩ ndũrakĩona mũthigari wa njera ndaratuma ikinya? Mimi kwa majina naitwa Julius Msoi Olole Kenga ama Kinga. Mimi nimesaliwa mahali panaitwa Karambuni, sublocation Orkinyei, Endondo location. Nimesaliwa mwaka wa 75 na tuseme mimi ni mkulima, ni mfugaji ambao hiyo ndio ilikuwa kazi yangu. Na nilikuwa mtu ambao wa bidii sana katika kujimundu kimaisha. Ũyũ ambire kũgerera gĩthiũrũrũko kĩnene kĩa magoti mbere ya ohetwo. 2014 ndio nilishikwa na nikaweza kupelekwa Nakuru. Wakati huu hakuna High Court Narok, hakuna Naivasha. Ilikuwa mtu wa mada atapelekwa headquarter Nakuru. Nikaenda nikang'ang'ana na kesi ambao ilinipata ya mauaji. Nikang'ang'ana naye High Court ikafunguliwa Naivasha. Jaji ambao alikuwa anaitwa jina yake nimesahau, akanitransfer kutoka Nakuru akanipeana Naivasha. Mwaka wa 2016. Hiyo 2016 bado tu Mioli ambao anaitwa Christine Wanjiko Mioli akanipeana tena Narok. Yeye ndiye alikuwa anafanya hii koti zote mbili, Naivasha na Narok. Karudi kwa Narok nikafanya kesi ikakuja ikanilemea, nikafungwa, nikahukumiwa kifo. Kamenya agathĩkĩtwo kĩoho kĩa gũtũũra njera ũtũũro wake wothe. Saa hii mimi sina siku ya kutoka, ambao tu ndio ninaomba tu Mungu anihurumie tu nipate siku ya kutoka. Mimi nasukuma maisha, maana wakati huo nilifungwa tarehe 28 mwezi wa 9 na Uhuru wakati aliweza kuondoa watu katika kifungo cha kifo. Akawekwa life, akawekwa maisha. Sasa mimi hapa ninasukuma kifungo cha maisha. Hiyo kitu nakwambia mheshimiwa, hiyo ni kitu ambao inanikulia ndani. Na ukiangalia hata ndani, ugonjwa ule mkubwa uko ndani. Wengine walichisi na wengine wakashikwa kama mimi sasa ninapoongea hapa. Ugonjwa wa ulcers, silali, nahangaika usiku na mchana. Nikumeza madawa. Madawa ndio imeniweka uhai. Kwa sababu nikikula hii chakula ambayo inakuliwa hapa mpaka iniadhiri. Ile kitu mimi ningesema mimi kama mimi, hiyo tu miaka ambao niko naye ni kidogo. Kwa sababu maandiko inaniambia ya kwamba, soma katika kitabu cha Zaburi mlango wake wa 70 utapata hapo akisema ya kwamba miaka ya mwanadamu ni miaka 70. Hiyo ingine ni bonus. Ndivyo maandiko inaniambia. Na nikiangalia miaka yangu imeanza kuinama. Sasa mahali nimetoka ndio mrefu kushinda mahali ninaenda. Ile kitu tu mimi ningeomba mimi mwenyewe, kama iwapo nitapata chance, hiyo chance nitaishika, kama nitaiangalia sana kama masiwa ambao iko katika jikoni. Arĩa maugaga megwĩka gĩko mathiĩ njera atĩ yakĩirwo arũme marerwo mathikĩrĩrie muohwo ũyũ. Kiburi ni kitu moja kibaya na kutojua ni vibaya. Kwa sababu kama mtu angejua, angejaribu kukanyanga sheria ama kukanyanga waya ya sheria ama kujaribu hata kutisha mwenzie ama kumfanyia kitendo ambao anaweza kujua ya kwamba anaweza ingia mahali kama hapa. Hapa ni mahali ambao inaweza kukupoteza maisha yako yote na usaulike na kuwe umekufa na uko hai na ukuwe tu takataka ya mtu ambao hawezi jisaidia, hawezi saidia nchi, hawezi saidia familia, hawezi saidia mtoto hata kama alizaa. Maisha yako inapotea tu hivyo. Na inapotea kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya watu kutojua. Unakuta mtu akisema hata nipeleke hata jera, si ng'ombe inaingiaga huko, ni watu wanaingiaga. Lakini
ningependa tu kusema kama kuna mtu tu mmoja ama wawili, awe ndugu yangu, awe baba yangu, awe wa familia yetu, awe jirani yangu, ataweza kunisikia siku ya leo, naweza kumwambia hivi, washunge sana, wasija wakaanguka ile anguko enye nilianguka. Thabarĩ yaku ya kũingĩra njera yambĩrĩirie ha? Wale marafiki ambao nilikuwa nao jana wakaniamkia, fulani umeamuka. Kawaida sisi wa Masai tunaamukiana, kama una mahali ya kwenda unasema nitakwenda kwa boma ya fulani, kamjulia hali. Akakuja kama watatu, tukakaa tukaongea. Tukiongea hapo, dereva mwenye anaitwa Kamau, rafiki yangu, ni wa Kinango hapa, alikuwa anabebea viazi huko kwetu, akaingia kaniambia, fulani, jana nilikutafuta bwana. Akapiga honi, alipiga tu hapo kwa compound nje ya fence. Akapiga honi, si mimi nikatoka. Tukaenda tukaongea. Nikamwambia, ulikuwa unaniitia nini? Jana nilikuwa nataka kukupea chakula bwana. Unajua tumekaa bila kuonana. Leo ile kitu ulikuwa unataka kunipea, ngoja hebu nitumie mtoto hapa akaniletea kanyama mimi senda. Kilo ya nyama imeendewa na mtoto msichana wangu first born. Akimbia, anaitwa Namunyaka. Akakimbia kwa busheri ambayo ya mtu alikuwa anaitwa Sangale. Hapo ndiye alitumwa na Kamau, enda uchukue kilo ni 400. Kilo ya nyama ndio hiyo imeletwa. Mama Namunyaka, fanya hivi, tukatakatia hiyo kanyama. Nyama imekatakatwa, imepikwa ugali, tumekula na wenzangu. Wanataka sasa wanielekeze kwa ulevi. Nikawaambia, my friend, mimi siendi leo kwa ulevi. Hii ng'ombe yangu mimi nataka kwenda kushunga. Hapo ndio nilikuwa nimekuambia, my brother, kama ningejua si ningefuata hawa walevi afadhali. Lakini kitu ya kukupata itakupata. Nikaenda. Kondoo ndiye ilienda mapema. Nilikuwa na mkale, nilikuwa ananichungia kondoo. Kondoo simeteremuka, siko katikati ya hiyo shamba ya mahindi. Mahindi ilikuwa imefunwa. Mimi nikalete kondoo. Mimi nilikuwa naenda shamba ingine. Ng'ombe sikakataa. Ujue kisirani ikikutafuta. Ng'ombe zikaruka hii shamba ya mahindi. Nikasema wacha ikule hapa. Nikisunguka nikapata ule mkale wangu. Nikamkuta, tukakaa kwa kanyasi kama hapa. Kaniambia, hii ni kitu mzuri bwana, ninafuta hapa. Ninajua ya kwamba usiupiga pafu. Nikamwambia mimi sikunywa kiraiko. Kaniambia si kiraiko. Kamwambia, na sijana ulikuwa umekunywa? Nikamwambia ndio nilikuwa nimekunywa. Kaniambia, shika hii itakutoa hiyo maongofu uko naye. Kamwambia, nimekunywa supu ya nyama ambayo ile nyama tumekula. Si nimekunywa supu hiyo, itapika tu na itaisha. Hapo tu tukibishana. Na hii mtu ni mimi nimemwajiri. Naye mimi kwa ujinga yangu nikachukua ile ilikuwa ni bangi. Kafuta bangi. Kateremuka. Nikachukua kisu. Nikasema ngoja nifyeka hapa. Hii majani wache kuingia hapa ndio ng'ombe sipate mahali ya kukula. Kuna mwiti ambao tunaita mudhugundu. Inakujanga inashikana. Sasa inaua nyasi. Sasa huko chini inakaa tu kama mahali kama pale. Mchanga. Sasa nilikuwa nafyeka. Naye sasa yule marehemu akateremusha ng'ombe yake. Unaona? Akakuja akanywesha ng'ombe yake, kakaa pole kwa kifuli, akaniita. Nikateremuka mpaka mahali yako. Sasa tukakula lomon. Sisi tunakuwa na maneno. Hata mimi nashangaa sana. Tumekula, watoto wangu ni wasima, hata mimi niko msima, sina maneno. Tukakula maneno. Sasa katika ile hali akaniuliza, sasa wewe autengenezi hapa hata ng'ombe ipate mahali pa kunywisha ng'ombe? Nikamwambia, na si hata wewe unaweza tengeneza. Sasa mimi kuna machungu yenye nilikuwa naye ya hii mtu. Sasa nikamwambia, sasa hiyo nikaa imeisha. Sasa nikamwambia, unajua ile maneno mlikuwa mnaeneza hapa ati ule msichana alisemekana ati limbaka
wewe ulikuwa unachukua hiyo maneno kama ni ya ukweli. Akasema wewe kwenda huko mbakaji, wewe umbwa. Sasa kwani unafikiria hata hatujui hata wewe ni mbakaji, hata unabakanga hata watoto yako? Hoi, unaniambia hivyo? Sasa matusi ikaanza, naye mimi nikatusi. Yeye angetaka ni mtusi, si akanigonga. Naye mimi kwa ile nini nilikuwa na ile kisu, nilimgonga moja tu. Kwenda kumrudishia ya pili kwa ile hasira nilikuwa naye, nikaona ameanguka. Nikaangalia nikasema, kwani hii ni hasara gani sasa hii nimelete? Sasa majuto imeanza mahali pale. Wacokire ukinyitwo atia? Nikaenda pande ya Laikipia, kuna Nyuki, nikaenda nikakaa huko kwa familia ingine yetu iko pande hiyo, nikakaa mahali pale. Hata mimi huyu akiaga mimi sikujua. Jioni nimekujiwa, nimeshikwa. Riu no kwirira arerira ejera. Hasira ni hasara, na watu wengi hawajuangi hasira. Mtu naweza kukutusi saa hii ni kutusi kwanza vibaya sana, kama vile huyo ambao mwenye hayuko alinitusi, nikasikia nimechamuka ama kitu imeniuma roho. Unaweza fanya kitu ambao inaweza kukuletea shida maishani mwako yote. Ile kitu tu ningeweza kuambia hiyo familia, ninajua ni pigo, ninajua ni kipigo na ni chungu, na kweli ilitendeka. Ile kitu mimi ningependa kuwaomba ni msamaha. Kitu ya kwanza ni msamaha, na waomba msamaha mdogo kwa mkubwa, na waomba msamaha. Kioneki giake kia muturire ni kia thatirio ni njera. Inanisumbua, inanikera moyo, usingizi sipati. Kwa wiki nalalaga siku moja ama mbili, kwa sababu nakuta saa 7 ni kujipindua tu, najipindua. Na katika ile tuseli ambao tunalala, unakuta tu ni kujipindua tu, najipindua mpaka asubuhi. Kesho kwa sababu sikulala leo, ninalala siku hiyo. Na ndiposa nikakwambia ulcers imekuwa juu sana katika jela kwa mwenye ambao anawasa maisha yake, anawasa mahali alitoka, anawasa yale kitendo ambao ilimfanyikia, ambapo itamsumbua akili mpaka akajikute katika yale magonjwa. Njĩtagwo Simon Kibe, na ĩyo nĩ tabarĩra ya njera-inĩ citũ kuma njera-inĩ nene ya arũme ya Naivasha, kaunti-inĩ ya Naikuru.